hymns today because it's a youth Sunday and we just can't do things the way we do normally. So the first song we'll be doing is No Not One on page 38. As we sing along and you feel blessed, you can also join us on your feet. It is page 38, song number 29, the English version. This is not a friend.
wonderful people. We thank you, our parents, for supporting us and for giving us a chance to serve alongside as we watch you. So at this point, I want to welcome our pastor, the youth pastor, Pastor Wycliffe, who is going to in turn welcome the speaker who is ministering to us this afternoon. The theme is Unlimited God. And so if you're coming with something that you feel like you are at a place and you're feeling limited, I tell you there is an unlimited God in this house this afternoon. So believe with me that as you live after this, you are not going to be limited anymore, because the God that we serve, our brother Bonnie told us that he is God Emmanuel, the God that is in us. So if he's an unlimited God, you as well is an unlimited child of God. Amen? Amen. So welcome, Pastor Wycliffe, in Jesus' name. My name is Sophie Otieno. I love the Lord, in Jesus' name. Praise the Lord. Amen. I am so delighted this morning, or rather this afternoon. I hope it is afternoon. The Lord has given us chance to be here and to listen from Him. The theme is a very powerful theme, and I hope that we are really excited to listen from what the Lord has prepared before us. Our speaker is already in the house. He's not a visitor in our midst. He's been here before, and he has shared and fellowship with us in our youth online fellowship that happens every Tuesday. He has been a blessing unto us. His name is Silas Odhiambo. Amen. Hallelujah. Silas is the chairperson of our Mathare North Youth Church. He comes from Mathare North. He is an evangelist. The Lord has called him to be a witness in this generation. Amen. Bwana sifiwe sana. He's going to bless us in the theme of unlimited God. And so in all our limitations this morning and afternoon, I know that God is going to speak to those limits, and that from today things are going to change. You're not going to limit yourself, because we serve an unlimited God. Help me as we welcome Brother Silas from Mathare North in the name of Jesus Christ. The Lord bless you, man of God, and we are excited. We know that God is going to use you mightily to impact this generation in the name of Jesus. Karibu sana. Thank you. Amen. Praise the Lord. Amen. Come on, can you just wave to me this afternoon in Jesus' name? Wacha nipungie hewa adhuhuri ya leo. I want to appreciate God for all of us. Nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya sisi sote, that God has allowed us to meet this wonderful afternoon ya kwamba Bwana ameturuhusu tukutane adhuhuri wa leo on the 13th of October the year 2024. Mwaka wa 2024 Oktoba tarehe 13, on this special youth Sunday that has been happening across all our churches nationally. Katika Jumapili hii ya wanarika ambapo imekuwa ikifanyika katika mataifa yetu. Can you appreciate our young church wherever you are in Jesus' name? Wacha tuweze kushukuru kanisa zetu za wanarika popote walipo. My name has been mentioned. I am Silas Odhiambo. Jina lake langu ni Beno Mbuya. I am a member of Voice Church Mathare North. Mimi ni mshirika wa kanisa la Mathare Voice Church. And as my friend Pastor Wycliffe said, I am not new in Buruburu. Jinsi mtumishi wa Mungu mchungaji Wycliffe amesema kwamba mimi sio mgeni hapa Buruburu. When I first came to Nairobi, this was my first church. Mara ya kwanza nilipokuja Nairobi, hii ndio ilikuwa kanisa langu la kwanza. I fellowship with us on that Sunday before joining school on the 9th of September. Niliweza kushiriki katika kanisa la Buruburu kabla niweze kuhudhuria shule Septemba tarehe 9. I have tried to remember who was ministering, but I am unable until now. Ningaweza kukufikiria yule ambaye alikuwa na hudumu siku hiyo, lakini akili hainiruhusu.
But what I remember since that day till today that was so powerful is the race is not for the swift. Lakini alinieleza kwamba mada iliyokuwa inazungumzwa kwamba mbio si ya wadhaifu lakini wenye wako na nguvu. That was way back in 2013. Hiyo ilikuwa mwaka wa 2013. And since then, by the grace of God, we've been meeting once in a while in our fellowships and events. Lakini mara moja Mungu amekuwa akituruhusu tuweza kukutana katika mikutano yetu tofauti. I want to thank God for the entire church and leadership of Buruburu. Nataka nishukuru kanisa lote kulingana pia ukijumuisha viongozi wote for the good work that we are doing to set an example to us, the rest of Nairobi West. Kufanya kwema ndiposa tuweze kuweka mfano kwa kanisa zetu zote katika mashariki. Allow me also thank God for my friend Pastor Wycliffe and his entire leadership. Wacha nishukuru Pastor Wycliffe pamoja na uongozi wake wote, who through stellar leadership has been steering us so well as a region. Kupitia uongozi wake amekuwa akituongoza vyema. And also by extension, church leadership, our sister Sophie, Anthony and the rest. Hata ukiongezea Anthony pamoja na Sophie, tuwashukuru nyote. I want to thank God also for our youths who just ministered to us so powerfully. Nataka nishukuru wanarika ambapo wamekwisha kutuhudumia sahihi. Apparently what they were singing is the same songs we have been doing in church for the last 2 Sundays. Ya kwamba nyimbo za tenzi ambapo wamekuwa kiimba ndizo ambazo tumekuwa tukiziimba katika kanisa letu. And so while I was ministering with them, I confirmed that indeed God planned this. Na nilipokuwa nikiwahudumia ya kwamba Mungu aliweza kuthibitisha kwamba neno lake. Because they were ministering to us through the songs. Kwa sababu walikuwa wanatuhudumia kupitia nyimbo za tenzi. Allow me thank God for our father Bishop Erastus. Niruhusu niweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya askofu wetu Erastus, who is an incredible blessing to us as a region. Ya kwamba yeye ni baraka kubwa kwetu sisi katika eneo letu. And more so to us as young people. Na haswa kwetu sisi vijana. There are so many things that we've learned and I personally, time can't allow me to recount on each of them. Kuna mambo kadha wa kadha ambapo nimeweza kujifunza kutoka kwake, lakini muda hautaniruhusu. One of the greatest pillars I've learned from him is you can serve God regardless of the level but in humility. Msingi wa kwanza ambapo naweza kutoa kwake kwamba unaweza mtukuza Mungu ama kumhudumia ijapokuwa msingi ambapo upo. Help me appreciate God for our father Bishop Erastus. Wacha uweze kunisaidia kumshukuru Askofu Erastus. Pastor Wycliffe, when you announced about our get together for the young people, Pastor Wycliffe ulipo tangaza kwamba kutakuwa na kukuja pamoja kwa wanarika, and the new developments of us having bishop around also, na kwamba askofu pia ataweza kuwa pamoja nasi, my youths in church were almost demonstrating in celebration. Ya kwamba wanarika wangu katika kanisa langu kidogo waende maandamano. They were so happy to hear Bishop will be also attending the event. Waliweza kushukuru ama kufurahia kwamba askofu pia atakuwa mmoja wapo katika hiyo. And also the other part of the fellowship you talked about. Na hata sehemu nyingine ya hiyo tuliweza kuongelea. I walked with a friend. Niliweza kutembea na rafiki. I just want him to wave to us from wherever he is. Nataka aweze kutusalimia popote alipo. Just wave to the church, my brother. Amen. His name is Gabriel Obuya. Jina lake ni Gabriel Obuya. He is a servant of God, he is an evangelist also. Yeye ni mwinjilisti na mtumishi wa Mungu vile vile. For those who come from Homa Bay, he is the CEO of Sports Lions Academy. Wale ambao wanatoka sehemu za Homa Bay, yeye ndio afisa mkuu mtendaji Lions. One of the instrumental pillars in our football as a country. Yeye pia ni mmoja wapo wa msingi katika mchezo wetu wa kandanda katika Kenya yetu nzima. But still is a servant of God, is a minister of the word of God. Vile bado yeye ni mtumishi wa Mungu na mhudumu wa Mungu. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Allow me now get straight into the word of God. Turuhusu tuweze kuingia katika neno lake Mungu. I want to read from 3 scriptures this afternoon. Nataka nisome katika Agano 3. Number 1 from our theme of
this Youth Sunday, Job 36 verses number 22. ya kwamba Yobu 36 Ayubu 36 verses number 22. 36 aya ndogo 22. Number 2, we are reading from Genesis chapter 17 verses number 1 to 6. Ya pili tunasoma Mwanzo 17:1 mpaka 6. And finally, we are reading from Hebrews chapter 11 verses number 11 to verses number 12. Waibrania 11 mpaka 12. And perhaps for greater part of this afternoon, I'll be centering on Hebrews chapter 11 verse 11 to 12. Mada yangu kuu itakuwa inatoka katika kitabu cha Waibrania 11 aya ndogo 11. Our brother Rachonyo in the morning read it so well. Ndugu yetu Rachonyo aliweza kuisoma vyema asubuhi. Allow me also to reiterate on the same from the contemporary English version. Wacha niweze kuisoma vile vile katika agano ya Kizungu. Bible says God's power is unlimited. He needs no teachers. God's power is unlimited. He needs no teachers. Genesis 17 verses number 1 to verses number 6. Mwanzo 17:1 mpaka 6. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless, and I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Then Abram fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. Verse 5, no longer shall your name be called Abram, but your name shall be called Abraham. For I have made you a father of many nations. Verse 6, I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come from you. And I will establish my covenant between me and you, and your descendants after you in the generations, for an everlasting covenant, to be God to you and your descendants after you. Finally, Hebrews chapter number 11, verses number 11 to 12, NKJV and also Good News Translation. By faith, verse 11, by faith, Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born as many as the stars of the sky in multitude, innumerable as the sand which is by the seashore. GNT says, verses number 12 of the same Hebrews chapter 11, though Abraham was practically dead, from this one man came as many descendants as there are stars in the sky, as many as the numberless grains of the sand on the seashore. Please pray for us. Amen. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, we are before you this afternoon. We thank you for the word that you're about to speak to us, O King of Kings, about unlimited God. We thank you, King of Kings. May your word wash us. May your word correct us. May your word warn us. May your word direct us. Through in Jesus Christ we pray and believe. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Can you wave to me again if you're still here? Kama uko hapa nipungie hewa.
Our theme for this Youth Sunday is Unlimited God. Mada kuu ya Jumapili hii ya wanarika ni Mungu asiye na kikomo. And this is what God has been using the young church across our churches to teach us. Na hii ndiyo mada ambapo Mungu amekuwa akitumika ndiposa tukifundishwa katika siku ya Jumapili ya wanarika. That this God that we serve, that our forefathers served, is unlimited. Ya kwamba huyu Mungu ambapo wazazi wetu waliweza kumtumikia ni Mungu asiye na kikomo. I came in the morning while my brother Rachonyo was ministering. Nilikuja asubuhi wakati ndugu yangu Rachonyo alikuwa anahudumu. And God helped him to dissect this in a new perspective. Na Mungu aliweza kumsaidia aweze kuchanganua katika mambo tofauti. And I agreed with what Pastor Wycliffe told me. There is so much context and so much God can feed us through God the Unlimited. Na mchungaji Wycliffe aliweza kutueleza kupitia mada hii ya kwamba Mungu anaweza changuliwa katika aina ama nyanja tofauti. Our friend Rachonyo was teaching us that God is unlimited from the context of his presence that works within us. Ya kwamba Rachonyo aliweza kutufundisha kwamba Mungu huyu anaweza kuchanguliwa katika aina tofauti kupitia mwanzo wake. Amen. Amen. That God is at work. He is Emmanuel operating from within us. Mungu yuko katika kazi, yeye ni Emmanueli, anafanya kazi ndani yetu. And he was also inviting us that this is the hour of revival. Ya kwamba alikuwa anatualika kwa sababu hii ndiyo masaa ya uvuvio. Allow me this afternoon in the next few minutes to also look at the same thing. Wacha uniruhusu katika dakika kama hizi tuweze kuangalia mambo tofauti pia. Unlimited God from the perspective of he who can do exceedingly. Mungu asiye na kikomo ambapo anaweza fanya mambo zaidi. God who is able to do exceedingly beyond what we think or imagine. Mungu anayeweza fanya mambo zaidi ya jinsi tunavyowaza ama hata kufikiria. When we break about unlimited God, we are looking at a boundless superpower. Unapochanganua ya kwamba Mungu asiye na kikomo ni nguvu isiyo na kikomo ama isiyo na kwisha. Or an unrestricted personality who can do all things regardless of the prevailing roadblocks. Ama Mungu asiye na kizuizi yoyote anaweza fanya kazi zaidi hata kizuizi yoyote ile. Roadblocks are problems to men, but they've never been a problem to this God that we serve. Vizuizi vinaweza kuwa shida kwa wanadamu lakini haviwezi kumzuia Mungu huyu. Hey, praise the Lord. Bwana asifiwe. And Dr. Luke, a gentleman who walked with Christ while ministering, Daktari Luka ambaye alitembea na Mungu akiwa kijana anapohudumu, also agrees that roadblocks are not a problem before God. yeye pia anakubaliana kwamba vizuizi haviwezi mzuia huyu Mungu. Luke says in chapter 18 of his book, verses number 27. Luka anasema katika kitabu chake 18 aya ndogo 27. And we know that all things that are impossible with men, Ya kwamba vitu vyote ambavyo haviwezekani kwa binadamu, things that neither intellect nor finances can solve, ya kwamba mtu aliyesomea fedha ama aliye na akili hawezi suluhisha, as far as man can run and after hitting a roadblock, hata ijapokuwa mwanadamu anaweza kutoroka baada ya kupiga kizuizi. Luke says all those things placed in one basket are possible with God. Ya kwamba Luka anasema vinapowekwa pamoja katika kikapu bado havimzui Mungu. They are all possible with God that we serve. Ya kwamba vyote vinawezekana na huyu Mungu tunayemtumikia. And this is the same thing that Isaiah also boasts about so powerfully. Vile vile pia mtumishi wa Mungu Isaiah aliweza kujipiga kifua akisema In chapter number 59, verses number 1 to verses number 2. aya ndogo 59 1 mpaka 2. Isaiah says his arm is not too short that he cannot save you. Anasema kwamba mkono wake sio mfupi haiwezi kukufikia. Neither the ears of this God are deaf that he cannot listen to your prayer and to my prayer. Wala masikio yake yamejawa na nta hawezi akakusikia. And so this
morning or this afternoon, friends, ya kwamba adhuhuri wa sasa, marafiki zangu, we are all agreeing that God is unlimited in his operation. ya kwamba Mungu hajapungukiwa ama hajakuwa na kikomo katika utendakazi wake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He is unlimited in how he works and how he carries out his things. Yeye hajadunishwa ama hana kikomo kwa jinsi anavyofanya kazi katika hali yake. He needs no teachers to guide him on how to salvage a wrecked life. Hahitaji mwalimu ndiposa ampatie suluhisho la kutengeneza maisha. If God is determined to save a young man suffering in Coast General Hospital, kama Mungu anajitahidi ndiposa aweze kumshughulikia kijana mdogo anayeteseka katika hospitali, he doesn't need Google Maps or anyone to direct him to locate the young man who is almost dying. hahitaji direction ndiposa aweze kwenda mahali ambapo huyu kijana anakufa. Yes, I amen. Sema amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He is not limited to how far that young man is. Haijalishi ni umbali gani huyu kijana alipo. And only God, Pastor Wycliffe, is not limited to the visiting hours of hospital. Na Mungu peke yake hajadunishwa na hata masaa ya kuweza kumshughulikia mtu katika hospitali. I can oblige to the visiting hours as a mortal man. Mimi naweza heshimu zile masaa ya kuweza kwenda mtu kwenda katika hospitali. But God needs no teachers or anyone to guide him when to visit Kenyatta Hospital. Lakini Mungu hahitaji uongozi wowote wa mwalimu ndiposa aweze kwenda katika hospitali ya Kenyatta. When he is determined to save a young man, he will break through the walls to save that life. Hata ijapokuwa anajitahidi kuweza kuokoa kijana mdogo, ataweza kuvunja vile vizuizi. Tell your neighbor, God is unlimited. Ambia jirani yako kwamba Mungu hana kikomo. Church, praise the Lord. Bwana asifiwe kanisa. Can you wave to me this afternoon? Hebu nipungie hewa hivini. And so this is what we are breaking briefly and then we pray. Na hivi ndivyo tunavyochanganua adhuhuri wa sasa, tutakamilisha. In Genesis chapter 17 verses number 1 to 6. Kitabu cha Mwanzo 17:1-6. God is talking to Abraham for the 4th time in a row. Mungu yuanena na Ibrahimu mara ya 4 inapo katika msururu. And throughout the instances, God is repeating the same thing in a different dimension. Kila wakati Mungu anaponena, anajirudia radidi kile kitu ambacho anafaa kusema. The first time God talked to Abraham in Genesis chapter 12. Kitabu cha Mwanzo 12:12. The first time he talked to him in the book of Genesis chapter number 12. Alipoongea na Ibrahimu ya kwanza Mwanzo 12. Bible records he gave him a command to leave his land unto a new land God will show him. Biblia inasema kwamba Mungu alimwamrisha atoke katika ardhi aliyokuwa ampeleke katika ardhi nyingine. During this time Abraham was 75 years old of age. Wakati kama huu Ibrahimu alikuwa miaka 75. And so Abraham, full of obedience, decided to leave his land. Na huyu Ibrahimu amejawa na heshima, akaamua kutoka katika ardhi yake. In chapter number 15, mlango wa 15, even before that chapter 13, God is still repeating the same thing. na bado tukirudi nyuma 13 bado anajirudia. After the great separation with the young man Lot, Baada ya kuweza kujitenga na wanadamu, God told Abraham, Abraham, can you lift up your eyes and look unto the hills? akamwambia Ibrahimu, ebu inua macho yako uweze kutazama kule milimani. As far as your eyes can comprehend, I God, I will give you. Ya kwamba jinsi gani macho yako yanaweza kuona umbali ulioko, mimi nitakupa. And so this was a complete turnaround in the life of Abraham. Sasa hii ilikuwa ni mzunguko katika maisha ya Ibrahimu. For the 3rd time, God is talking to Abraham again. Mara ya 3 katika msururu bado yanena na Ibrahimu tena. In chapter number 15, this gentleman is so worried where he is seated. Mlango wa 15, huyu jamaa anatashwishi popote alipokaa. And this time round, Abraham subjects God into a conversation. Sasa mara nyingine Ibrahimu anajitoza katika mazungumzo na Mungu hapa. Abraham tells him, God, you're promising me that I will have a son of my own loin. Ya kwamba Bwana unaniahidi kwamba nitakuwa na kijana wangu katika miaka yangu hii. But God, don't you look at my age? Lakini Bwana, je, watazama umri wangu? Time is not on my side, strength is not on my side. Ya kwamba muda unanipa kisogo na hata mimi ni mdhaifu. Hey, amen.
Amen. And this time round, God helps Abraham to get out. Na Mungu anamsaidia Ibrahimu kuinuka. And he told him, can you look up into the sky and try to count the stars? Anamwambia, hebu tazama juu mbinguni uweze kuhesabu nyota. Abraham tried as a mere man to count the stars in the sky. Ibrahimu kama jamaa kama sisi akaweza kujaribu kuhesabu zile nyota kule juu. And God told him, hold on, I know you cannot count all of them. Mungu akamwambia, hebu ngoja kidogo, huwezi zihesabu zote. As many as the stars of the sky, so shall be your descendants. Hata ijapokuwa nyota ni nyingi sana, basi uzao wako utakuwa vile vile. And so God is talking to Abraham that is not only unlimited, Sasa Mungu ama Ibrahimu anaongea na Mungu ambaye hana kikomo, but also he is able to bless exceedingly. lakini pia anaweza kukubariki zaidi. He is able to break borders and intervene beyond imagination. Anaweza hata akavunja hata vile vizuizi na kuweza kufikiria kwa upana. He is able to come down to your rescue at the hour of need. Anaweza kukuokoa wakati wako wa mahitaji yako. And this is so massively illustrating God as a superpower. Na hii inamuonyesha Mungu kwamba jambo lake moja ni kwamba yeye ni mkuu katika nguvu zake. And now this afternoon, to what we are centering on, Adhuhuri wa sasa, kitu ambacho tutaweza kujitoza zaidi in ndani. Hebrews chapter 11 verses number 11 to verses number 12. Katika kitabu cha Waibrania 11 aya ndogo 11 mpaka 12. The writer helps us to understand how unlimited and how exceeding God is. Mwandishi anatueleza kufafanua jinsi Mungu asiye na kikomo yafanya kazi. And the number one thing that this writer says in Hebrews chapter 11 verses number 11. Na jambo la kwanza mwandishi huyu anatueleza katika kitabu cha Waibrania 11. Bible records by faith Sarah herself, Ya kwamba Biblia imenakili kwamba kupitia imani Sara mwenyewe, in her appearance and how she was looking like, katika jinsi alivyokuwa anafanana na jinsi alivyokuwa anajipeleka pale, as wrinkled as she was, as old as she was, hata ijapokuwa alikuwa ameanza kuzeeka. Bible records by faith such a woman got strength to conceive a baby. Ya kwamba Biblia imenakili kwamba wakati kama huu mwanamke Sara katika umri wake aliweza kupata mtoto. And so number one, God is not limited to my appearance. Ya kwamba Mungu hajadunishwa ama hazingatii kikomo katika jinsi ninavyofanana. God is not limited to how wrecked things look like. Hajalishwi jinsi vitu vibaya vinavyotazama. Regardless of this woman's wreckedness, Hata ijapokuwa huyu mwanamke alivyokuwa anafanana, and old age catching up with us so fast, ya kwamba umri unaenda naye anaanza kuzeeka. God utilized such a wrecked being Sasa Mungu akaweza kumtumia vizuri huyu mwanamke, and molded her perfectly to sire a young man. akaweza kumtengeneza vizuri aweze kumzaa mtoto mdogo. And Sarah got strength to conceive a baby. Na Sara pia vile vile akaweza kupata nguvu na akaweza kupata mtoto. God is not limited to how you look like. Mungu hajalishi jinsi unavyofanana. Neither is he limited to how things look like. Vile vile pia hajalishwi jinsi vitu vinavyoenda. When Goliath is facing a young man called David, Goliathi anapokumbana na huyu jamaa mdogo aitwaye Daudi, David looked at him and Goliath also looked at him. Daudi alimtazama, vile vile Goliathi alimtazama pia. But Bible records Goliath despised his appearance. Lakini Biblia imenakili kwamba Goliathi alidharau jinsi Daudi alikuwa anafanana. And he told David, who am I you are approaching in such a small manner? Daudi akamweleza kwamba mimi ni nani unanikujia katika hali iliyo na dharau. And he told David, behold, this evening your flesh I will surrender to the birds of the air. Akamwambia kwamba jioni wa leo mwili wako utaweza kupeanwa katika wale wanyama wa angani. But David not moved by his appearance, Lakini Daudi hakusongeshwa kulingana jinsi Goliathi alikuwa anafanana. unbothered by how powerful the enemy seemed to look like. Hakushughulishwa jinsi adui alivyokuwa anafanana. David told him, this evening you have despised the God of Israel. Daudi alimweleza kwamba jioni ya leo umemdharau Mungu wangu. But allow me announce to you that the same God that you have despised, Ya kwamba wacha nikutangazia kwamba huyu Mungu ambaye umemdharau siku ya leo is going to hand you over into my hands. ataweza kukupeana katika mikononi mwangu. And I will surrender you to the beast, not my life. Nitaweza kupeana maisha yako kwa wanyama, lakini sio kwangu. For the battle is not for any man. Kwa sababu vita sio kwa binadamu yoyote. David says the battle belongs to the Lord. Daudi amenakili kwamba vita ni vya Bwana. Come on, raise your hand and say amen. Hebu inua mikono yako, sema amina.
The battle belongs to God. ya kwamba vita ni vya Bwana. And I know very well that our kids are sitting their exams in the next few weeks. Najua kwamba watoto wetu wanakalia mtihani katika wiki chache zinazokuja. Some parents might be wondering, will my son really make it? Ya kwamba wazazi wanashangaza kwamba je, huyu mtoto wangu atafaulu kweli? He didn't get the opportunity to attend the national school I wanted. Hakuweza kupata fursa ya kuweza kuhudhuria katika shule ya kimataifa. Is this school good enough to birth that result that I want? Je, shule hii inazingatia ufanisi ambapo mimi nahitaji? It is you that the school is disturbing. Ni wewe ambaye shule inakusumbua akili. Can you wave to Jesus? Hebu punga mkono hivi. The appearance of the school is not disturbing God. Jinsi shule inavyofanana katika jengo lake halimshtui Mungu. Because we've seen God birthing quality grades regardless of the school. Ya kwamba tumeona Mungu anatoa ufanisi kwa hata zile shule ambazo hazijulikani. This afternoon you can look at the young man and instill confidence in him. Adhuhuri ya leo unaweza muangalia huyo kijana ama msichana na uone kwamba unayo ujasiri kwake. Tell him, my son, I know you're going to make it. Mwambie binti yangu, dada yangu ama kijana wangu, utaweza kufaulu. The same God of national schools. Ya kwamba huyo Mungu vile vile wa shule za kimataifa. He is the same God in provincial schools. Hata yeye pia ni yule Mungu wa shule ndogo ndogo. And even day schools also know that he is the same God. Hata zile shule ambazo unaenda kila siku. God is not limited to appearance. Mungu hajalishi katika umbo la shule. Raise your hand and wave to Jesus. Hebu inua mikono yako mpungie Yesu. Number 2. Jambo la pili. God is not limited to age or time. Mungu hana kikomo kwa umri wako ama wakati. God is unlimited to age or time. Mungu hana kikomo kwa umri ama wakati. Bible says in verses number 11. Biblia inasema katika aya ndogo 11. And she bore a child although she was past the age. Aliweza kupata mtoto ijapokuwa alipita umri. Because she judged him who had promised faithful. Kwa kuwa alikuwa amepita wakati wake. Even though she was in her prime age. Hata ijapokuwa alikuwa katika wakati wake. In her prime age, in her whole age. Katika umri wake wa kawaida. Bible says she judged God who had promised as faithful. Aliweza kumwekea Mungu hukumu jinsi alivyomweka. Church, praise the Lord. Bwana asifiwe. Do you know you can still trust God regardless of how fast time is moving? Je, unajua kwamba unaweza weka tumaini lako kwa Mungu hata ijapokuwa muda unasonga kwa kasi? Is it possible? Je, inawezekana? Can we agree all of us? Je, inawezekana tunaweza kubaliana? You can still trust God regardless of how fast things are seeming to move. Unaweza mtumikia ama unaweza weka tumaini lako kwa Mungu ijapokuwa muda unakimbia kwa kasi sana. Years are passing by, you are not seeing a result of your testimony. Miaka inakimbia, hauoni jawabu la ushuhuda wako. Brethren are testifying, you are wondering what happened to me. Wapendwa wanatoa ushuhuda kulia na kushoto, unajiuliza nini kilichotendeka kwangu? Bible records Sarah did one thing. Biblia inasema kwamba Sara aliweza kufanya jambo moja. She held a judgment about this God. Aliweza kuweka hukumu mbele za huyo Mungu. And in a ruling, this is what she wrote down. Na katika kurule hivi ndivyo ilivyosemekana. That the God that we serve forever, he is faithful. Ya kwamba huyu Mungu yeye ni mwaminifu kila wakati. Regardless of how fast things seem to be moving. Hata ijapokuwa mambo yanapokimbia kwa kasi. I know that God will surely come to pass. Najua kwamba kila kitu kitaweza kupita. And he will birth a testimony out of things I am trusting him for. Na ataweza kuzalisha ushuhuda kwa vitu ambavyo natarajia. And so in his unlimitedness, na katika asiye na kikomo, God is not bothered by how fast time is moving. Ya kwamba hajalishi jinsi gani muda unavyokimbia kwa kasi. Neither is he bothered by how old you are getting. Wala hata umri wako unapodidimia. You might have missed it in your 20s. Unaweza kuwa uliikosa katika umri wako wa 20. But the God of the 20s is the God of the 30s. Lakini huyo Mungu wa 20 bado ni yule wa 30. You might have missed it in your 30s. Unaweza kuwa umeikosa katika umri wako wa 30. But he is Emmanuel, the same God in the 40s. Yeye bado ni Emmanueli, afanya kazi katika umri wa 40. Hebrews says he is the same God yesterday. Waibrania ananakili kwamba yeye ndiye Mungu jana. Even today in my 30s is the same God. Hata siku ya leo katika umri wangu wa 30 bado yeye ni Mungu. Even in 50s he is still faithful. Yeye hata katika umri wa 50 bado hatakuwa mwaminifu. However far, however much things are moving. Hata ijapokuwa vitu vinavyokimbia katika kasi. However speedy things
to be going. hata ijapokuwa vitu vinavyokimbia katika mbio sana, I have trusted on a king that is superpower. nimeweka tumaini langu kwa yule kiongozi ambapo akaona nguvu sana. He himself is faithful. Yeye mwenyewe, yeye ni mwaminifu. Hey, say amen. Sema amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God himself is faithful. Yeye Mungu mwenyewe ni mwaminifu. I know some of us are trusting God to transition in their careers. Nataka kuna wengine ambao wanatarajia Mungu aweze kuwapeleka katika kazi zao. And you're wondering, year in, year out, I'm still doing the same job. Unaangalia kwamba mwaka unaingia, mwaka unaisha, bado nafanya kazi ile ile. Year 1, year 2, year 10, year 15. Mwaka wa kwanza, mwaka wa 20 bado ni vile vile. Allow me announce to you this wonderful afternoon. Niruhusu niweze kutangazia adhuhuri wa leo. The same God who birthed that job you're doing. Ya kwamba yule Mungu ambaye alizalisha kazi ambayo unaitenda, He is still the same God in the transition stage. yeye bado ni Mungu atakaye kupeleka katika kazi nyingine. If he didn't fail you when you're job hunting, Kama hakukuangusha unapokuwa unatafuta kazi, even transition is also sorted. hata katika kubadilisha kazi yeye pia ako sawa. Come on, say amen. Sema amen. He is going to take care of the transition. Ataweza kushughulikia jinsi unavyotoka katika kazi moja hadi nyingine. However slow it might seem to be moving, Hata ijapokuwa ni polepole kama kono. trust me, God is at work for your good. Hebu niruhusu kama nikwambie Bwana bado yuko kazi, anatenda kazi. Habakkuk says in chapter 2 verses number 3. Habakuk anasema katika kitabu chake cha 2 aya ndogo 3. It may seem to be moving so slowly. Ya kwamba inaweza kuwa inasonga polepole. From the eyes of men it's moving so slowly. Pachoni pa binadamu panasonga polepole. But hear this, just hold your patience. Lakini hebu sikiliza hii, hebu shikilia tumaini lako. Habakkuk chapter 2 verses number 3. Habakuk 2 aya ndogo 3. Because it will surely come to pass. Kwa sababu bado tazama itaweza kupita bado. I the Lord will do it without delaying. Mimi Mungu mwenyewe nimesema nitaitenda pasipo kuchelewa. Even if he will do it in the 70s. Hata kama bado ataitenda katika umri wa 70. Lord, I know it will come to pass. Baba, naamini kwamba itaweza kukuja. Age is not a bother to me. Ya kwamba umri hainidunishi mimi. What is disturbing me today? Kitu ambacho kinanisumbua siku ya leo Is still to hold you faithful, you who promised. ya kwamba mimi nikushikilie katika uaminifu jinsi ulivyoahidi. Hey, amen. Sema amen. He who promised is faithful. Yeye aliyeweka ahadi, yeye ni mwaminifu. Hey, say amen. Sema amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tell your neighbor he is faithful. Ambia jirani yako yeye bado ni mwaminifu. Tell him how God is unlimitedly faithful. Mungu katika uaminifu wake hana kikomo. He can descend in 70s and still descend in 30s. Anaweza ingia katika umri wako wa 30 ama hata 70. Because the God of David, a young boy, same God of Abraham. Kwa sababu Mungu wa Daudi kijana mdogo bado ni Mungu wa Ibrahimu mzee. While David is testifying at his tender age, Abraham is testifying at his advanced age. Ya kwamba Daudi anapotoa ushuhuda katika umri wake wa udogo, Ibrahimu pia anatoa ushuhuda katika umri wake wa uzee. Regardless of age, I will testify. Ya kwamba hata ijapokuwa umri wako umepita, bado nitatoa ushuhuda. Come on, say amen. Sema amen. Regardless of how speedy things are moving, Haijalishi vitu vinavyosonga katika kasi, one thing stands still, I must be a testimony. jambo ambalo bado ni msingi, mimi lazima niwe ushuhuda. Because him who I'm trusting is faithful. Kwa sababu yule ambaye naweka tumaini langu, yeye ni mwaminifu. Sarah says, this God I know is faithful. Sara ananakili kwamba huyu Mungu bado ni mwaminifu. And out of total trust and dependency on God, Na hata kutoka katika kutegemea Mungu na kujiachilia, kujisalimisha kwake, God intervened in her advanced age. Mungu bado aliingilia kati katika umri wake wa uzee. Finally, this afternoon, Tamati katika adhuhuri wa sasa, God is unlimited to the degree of the problem or the degree of the impossibility. Mungu hana kikomo katika ile shahada ya shida ambapo uko nayo. Regardless of how tough things seem to be, Hata ijapokuwa mambo ni magumu sana unavyoona, they are only tough in the literal perspective of men. ya kwamba ni ngumu kwa sababu ni pachoni pa mwanadamu. He is unlimited to the degree of damage. Yeye hana kikomo katika shahada ya uharibifu. He is unlimited to the degree of impossibility. Yeye hana kikomo katika hali ya kutowezekana. God is unlimited to how much things are scattered. Yeye hana kikomo kwa jinsi vitu ambavyo vimeweza kusungushwa kila mahali. Bible says in verses number 12, Inasema katika aya ndogo 12, though Abraham was practically dead, ijapokuwa katika hali ya wazi Ibrahimu alikuwa amekufa. in the literal context of men, Katika mada ama matamshi ya mwanadamu, Abraham was seen as a dead man.
Ibrahimu alionekana kama mtu ambaye amekufa. And this is one of the biggest problems we have with people who count days for others. Ya kwamba hii ndiyo shida ya watu ambao wanahesabu miaka ama siku za watu. Especially non-believers who believe things will operate in a systematic manner. Haswa wale wasioamini wanaona kwamba vitu vinafaa vifanye kazi katika hali inayoonekana. In their purview, they considered Abraham a dead man. Katika mtazamo wao walimwona Ibrahimu kama mfu. Bible says Abraham at his advanced age. Ibrahimu, Biblia inanakili kwamba yeye katika umri wake wa uzee, even if he's attending family gatherings or meetings, hata ijapokuwa anaenda kushughulikia katika mikutano ya kifamilia, seated in church serving God diligently, yeye anafanya kazi kanisani vyema kabisa. Abraham is a darling to many because of his faith. Ya kwamba Ibrahimu ni mzuri kwa watu kwa sababu ya imani yake. But there is this tug that is surrounding him all day. Lakini kuna hili shida linalomkumba kila siku. That Abraham is as good as a dead man. Ya kwamba Ibrahimu ni mtu mzuri ijapokuwa yeye ni mfu. Abraham should not be considered among the living. Ya kwamba Ibrahimu afai kuhesabiwa miongoni kwa walio hai. However wrecked things might seem to be, hata ijapokuwa vitu vinaenda mrama, we have a God who resurrects the dead. kuna Mungu ambaye anainua waliokufa. Say amen. Sema amen. Even though Abraham was practically dead, hata ijapokuwa Ibrahimu alikuwa kama mfu, God worked out life out of a dead man. ya kwamba Mungu alitoa uhai kwa mtu aliyekuwa mfu. A dead man who has been cancelled by his neighbors. Ya kwamba huyu mfu ambaye ameweza kupewa shauri na majirani zake, he has nobody to turn to. yeye hana mtu wa kuweza kuegemea. If you read Genesis chapter number 11, unaposoma kitabu cha Mwanzo 11, Bible says his father had passed on. Biblia inasema baba yake aliweza kufariki. His only brother also has passed on. Mandugu zake pia waliweza kufariki. He is alone, struggling as an old man. Yeye alikuwa mpweke, alikuwa anang'ana kama mzee. Together with Sarah in their house. Pamoja na Sara katika boma yao. People looked at the kind of life he's living. Watu waliweza kutazama maisha waliokuwa wanaishi. This gentleman has no babies. Ya kwamba huyu jamaa ama huyu mzee hana mtoto yeyote. He has no father living. Yeye hana baba anayeishi. He has no siblings together with him. Hana mandugu ambaye anaweza waita. Once this gentleman dies, ya kwamba huyu jamaa anapokufa kabisa, his case is closed and finished. ya kwamba kesi yake imefungwa na imekamilika. But unlimited God, lakini Mungu asiye na kikomo, God of new chapters, ya kwamba Mungu ambaye ni agano jipya anafungua kila wakati, God of new beginnings, ya kwamba Mungu anafungua mwanzo mpya kila wakati. Last Sunday Bishop was preaching, ya kwamba Jumapili iliyopita askofu alikuwa anahubiri, and he told us when this good news arrives, ya kwamba alitueleza kwamba habari njema inapofika, he is the resurrection also to the dead, ya kwamba pia ni kuinuliwa kwa wale wafu. when God arrives, ya kwamba Mungu anapofika, even the dead can find life again. hata wale wafu wanaweza pata uhai tena. Those who have been cancelled in their families, hata wale ambapo wamepewa ushauri ama wamekatwa katika familia zao, that they are good as dead people, ya kwamba wao ni vyema wao wamekufa. when Jesus arrives, ya kwamba Yesu anapofikia mahali, he gives birth to a testimony. anaweza kuzalisha katika ushuhuda mpya. It doesn't matter how damaged it is. Haijalishi jinsi ilivyoharibika kiasi gani. One thing I know this afternoon, kitu moja ambacho nafahamu adhuhuri wa leo, that we serve an unlimited God, ya kwamba tunatumikia Mungu asiye na kikomo, the resurrection to the dead. ya kwamba yeye ndiye anayeinua watu kutoka kwa wafu. Even though Abraham, hata ijapokuwa Ibrahimu, amen, sema amen, even though Abraham ijapokuwa Abrahamu was practically dead, alikuwa anaonekana kama mfu in the eyes of men, hata kama Mary, in the eyes of men, pale machoni pa wanadamu, Abraham is a dead man. sasa huyu Ibrahimu ni kama mfu. But God, lakini Mungu out of this dead man, kutoka katika huyu jamaa, God gave birth to nations, sasa Mungu aliweza kuzaa mataifa and to kings of the world. na hata wafalme vile vile katika dunia mzima. A dead man is giving birth to kings. Sasa huyu mfu anazalisha dunia ambayo imejawa na wafalme. A man who has been cancelled. Sasa huyu ni jamaa ambaye amekatazwa. Everybody is testifying. Kila mtu anatoa ushuhuda, Surely the God of Abraham, ya kwamba tazama huyu Mungu wa Ibrahimu, he is the God of wonders. ya kwamba huyu ni Mungu wa maajabu. Come on, say amen. Sema amen. He gives birth. He gives Anazalisha, birth to testimonies, even to those who are practically dead. anazalisha ushuhuda hata kwa wale walio wafu.
God is not limited Mungu to hana the extent of damage. Mungu hana kikomo kwa hata katika kitu ambacho kimeharibika. However wrecked things seem to be scattered. Hata ijapokuwa kitu ni kibovu kiasi gani. Allow me speak life to somebody who is listening to me. Wacha niruhusu niongee maisha kwa mtu ambaye ananisikiliza. As surely as God lives. Na kwa hakika Mungu aishie. Bible says because he lives. Biblia inasema kwa sababu anaishi, you are going to live also. Mimi pia nitaweza kuishi. Don't look at the sickness. Usiweze kuangalia maradhi as a terminal end to your career. Kama kitu ambacho kitakatisha maisha yako. Lift up your eyes. Wacha ukainue macho yako juu. And look unto Jesus. Na uweze kumtazama huyu Yesu. For he is the author. Kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi. He is the alpha. Yeye ndiye alpha. Alpha. Yeye ndiye alpha. And omega. Yeye ndiye omega tena. Jesus does not cancel people. Ya kwamba Yesu akatazi watu. His work. Ya kwamba kazi yake is to give life. Anapeana maisha. And life in abundance. Na maisha katika utele. Hey young man. Yeye kijana mdogo. I know you are giving up. Najua unakata tamaa. Things are so messed up. Vitu vimeharibika sana. You have nobody to turn to. Hauna mtu wa kuegemea. You are practically dead. Wewe ni kama mtu aliyemfu. But hey Lazarus. Lakini Lazaro. Come out. Toka nje. In the name. Katika jina of Jesus. La jina la Yesu. Amen. Amen. It is possible inawezekana that I live again even though I'm dead. Ya kwamba niweze kuishi japokuwa mimi ni mfu. I feel the voice of revival. Ninahisi sauti ya uvuvio. God is reviving somebody this afternoon. Mungu anavuvia mtu adhuhuri wa leo. Look at Jesus with Lazarus. Hebu angalia Yesu katika hali ya Lazaro. Martha is telling him. Ya kwamba Martha anamueleza. He's telling him, Master. Anamwambia jemedari. I know you are the architect of revivals. Najua wewe ndiye mwanzilishi wa uvuvio. We've heard of wonders you've been doing. Tumesikiliza zile maajabu ambazo umetenda. But this gentleman you're seeing here. Lakini huyu jamaa unayemtazama hapa. Has not been here for one day. Ya kwamba hajakuwa hapa siku moja. He has not been here for 2 days. Hajakuwa hata siku mbili pia. Jesus not 3 days. Yesu hata siku 3 hajakuwepo. He has been here for 4 days. Amekuwa hapa siku 4 sasa. So Martha is counting time. Sasa Martha anahesabu wakati. And limiting the ability of Christ. Ya kwamba anazidisha ama anaweka kikomo katika maisha ya Mungu. And Bible says number 2. Biblia inasema katika hali ya pili. He tells Jesus. Anamweleza Yesu. Jesus, this gentleman. Yesu huyu jamaa. Has not only been here for 4 days. Hajakuwa hapa tu siku 4 peke yake. He is also stinking. Lakini yeye pia anatoa harufu mbaya. He is practically dead. Yeye ni kama mfu kabisa. This man is dead. Huyo jamaa amekufa. Jesus said. Yesu Kristo anasema. Oh Father. Baba. I know you hear me. Najua unanisikiliza. You always hear me. Unanisikiliza kila wakati. And after thanksgiving. Na baada ya kutoa shukrani. Bible records. Biblia imenakili tena. Jesus stand behind. Ya kwamba Yesu anageuka nyuma. And told gentlemen. Anamwambia huyu jamaa. Roll out the stone. Ya kwamba hebu zidisha ile mawe. Roll out the stone. Hebu toa lile jiwe. Even though Lazarus. Hata ijapokuwa Lazaro. Time has gone. Ya kwamba muda umeisha. He is rotting. Yeye anaoza. But I am alive. Lakini mimi niko hai. To the dead. Niposa kwa wale waliokufa. Because I live. Kwa sababu mimi naishi. Lazaro shall live also. Hebu ataishi pia. Bible says. Biblia imenakili tena. And he raised his voice. Akainua sauti yake. Hey Lazarus. Hey Lazaro. Can you come out? Je, unaweza kuja? Can you come out? Je, unaweza kuja? Can you come out? Je, unaweza kuja? The dead man. Ya kwamba huyu mfu. He is hearing revival. Anasikiliza uvuvio. Inside the grave. Katika wafu. Inside the tomb. Katika pale wafu. And he said no. Na akasema la hasha. Those are not mourners. Wale sio wanaolia. They are not mourners. Wale wasiolia. That is a different man. Ya kwamba hiyo ni lugha tofauti. He is life to the lifeless. Yeye ako na maisha kwa wasio na maisha. And he raised his eyes. Na akaweza kuinua macho yake juu. And he got up. Akaweza kuinuka. Without any help. Pasipo na usaidizi wowote. Even his broken bones. Hata katika mifupa yake iliyovunjika. Got life again. Ikapata uhai tena. And is marching out. Akaweza kutembea. A dead man. Huyo mfu tena. Practically dead. Amekufa kabisa. But Jesus. Lakini Yesu. The resurrection. Yeye ambaye ni anayehuinua watu. Hallelujah. 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 Even though you are practically dead. Hata ijapokuwa unakaa kama mfu.
I know you are spending nights and wailing and crying. Najua unatumia muda wako usiku unapolia. Will things one day work out for me? Je, vitu vitaweza kutoka vizuri? Allow me announce to you this evening Ruhusu niweze kutangazia adhuhuri wa leo that God gives life to the dead. ya kwamba Mungu anapeana maisha kwa waliokufa. He is life to the lifeless. Yeye ndiyo maisha kwa wasio na maisha. Can you raise your hand before God? Hebu inua mikono yako juu kwa He Mungu. is life to the lifeless. Yeye ndiyo maisha kwa wasio kuwa na maisha. He is life to the lifeless. Yeye ndiyo maisha kwa wasio na uzima. He is life to the lifeless. Yeye ndiyo uzima kwa wasio na uzima. He is life to the lifeless. Yeye ndiyo uzima kwa wasio na uzima. Stephen Hill, one of the greatest singers of our time. Stephen, yule mmoja wapo wa waimbaji katika wakati wetu. Stephen Hill, a singer in America. Stephen Hill katika ardhi ya Marekani kule. In 1975 he gave his life to Christ. Katika miaka kitambo alipeana maisha yake kwa Yesu. And after salvation his life turned around. Na baada ya wokovu maisha yake iliweza kugeuka. But because of things he had committed before being born again. Lakini kwa vitu ambavyo alikuwa amewekeza kwa sababu alikuwa ameokoka. Stephen Hill was spending life in prison. Stephen Hill alikuwa anatumia muda wake kule gerezani. He was arrested in the morning. Aliweza kushikwa asubuhi. Beaten and arrested in the evening. Akapigwa akaweza kurejeshwa tena jioni. Some days he was beaten to a coma. Kuna wakati aliweza kupigwa katika hali asiyoweza kujiweza. And spent several days in the ICU. Na akaweza kutumia wakati mwingi katika chumba cha hali mahututi. Stephen Hill had no one to turn to. Stephen Hill hakuwa na mtu wa kuegemea. His parents had died long ago. Wazazi wake waliweza kuaga dunia kitambo. He was crying in prison. Alikuwa akona huzuni analia kule gerezani. When he got out of prison, alipotoka kule gerezani, his body is wrecked, is so sick. Sasa maisha yake ilikuwa ni mbaya, mwili wake haijiwezi. And he moved slowly. Na akaweza kusonga tu pole pole. And sat next to a tree. Akaweza kukaa chini ya mti. Sat next to a tree. Akakaa chini ya mti pale. And God who revives the dead. Lakini Mungu ambaye anavuvia waliokufa. God who revives the dead. Mungu anayevuvia waliokufa. Gave birth to a testimony in his heart. Akaweza kuzaa ushuhuda katika moyo wake. And Stephen began to write. Na Stephen Hill akaweza kuandika a song that we sing until today. Ya kwamba wimbo ambao tunaimba siku ya leo. That God is bigger than all my problems. Ya kwamba Mungu ni mkuu kushinda shida zangu zote. God is bigger than every fear. Ya kwamba Mungu ameshinda hata kuogopa kwote. God is bigger than every mountain. Mungu ameshinda hata milima yoyote ile. That we can see or cannot see. Ya kwamba ile ambayo tunaweza iona ama tusiyeweza kuiona. Stephen is appreciating God. Ya kwamba Stephen anatoa shukrani kwa huyu Mungu. He's telling him, Father, thank you. Anamwambia Baba asante. You saved me out of prison. Uliweza kuniokoa pale katika gereza. Hear me this evening. Wacha unisikilize adhuhuri wa leo. Even though you are practically dead. Hata ijapokuwa unafanana kama mfu. We have an unlimited God. Tuko na Mungu asiye na kikomo. You can live again. Unaweza kuishi tena. Hey, don't look at your weakness. Usijiangalie udhaifu wako. David says. Daudi anasema. Let the weak men. Wacha wale walio wadhaifu. Say they are strong. Waseme wako na nguvu. However weak I am. Ja, ijapokuwa mimi ni mdhaifu. I will raise a voice. Nitaweza kuinua sauti. And tell him, Father. Nitaweza kumwambia Baba. Even though I walk. Hata ijapokuwa natembea. In the valleys and shadows. Katika valleys and shadows. Of death. Katika ufu. I will fear nothing. Sitaogopa kitu chochote. For I know God. Sababu namfahamu huyu Mungu. You are my refuge. Wewe ndiye msaidizi wangu. You are my salvation. Wewe ndiye mahali ambapo naweza egemea. Hey, hallelujah. Hey, hallelujah. I know you can live again. Ninajua unaweza ishi tena. Can you be upstanding on your feet? Inuka miguuni pako. It is possible that you live again. Najua inawezekana uishi tena. It is possible that you live again. Inawezekana uishi tena. Allow me to speak to a young girl who is crying endlessly. Wacha niruhusu niongee na msichana mdogo ambaye analia. And he's saying my families everyone passed on long ago. Alisema kwamba familia yangu kila mtu aliweza kufariki. God, you've blessed me in Nairobi so well. Baba umenibariki Nairobi vizuri. But where can I turn to? I don't have a home. Lakini ninaweza egemea wapi? Sina nyumba. I don't have a home where I can run to. Sina bomu ambayo naweza kimbilia. We serve a God who can locate homes that are long gone. Tuko na Mungu ambaye anaweza tafuta nyumba ambazo zimekataliwa. And even if such a home is so lost, can't be retrieved. Hata nyumba hata ijapokuwa imepotea haiwezi patikana. The same God who has sustained you will birth for you homes in Nairobi. Mungu ambaye amekuwekeza anaweza zalisha nyumba hata hapa Nairobi. Let the weak announce to everyone that they are strong. Wacha walio wadhaifu waweze kutangaza kwa kila mtu ya kwamba wako na nguvu. God is not limited to how fast things are moving. Mungu hana kikomo kwa jinsi vitu ambavyo vinakimbia kwa kasi. God is not limited to how old I might seem to be. Mungu hajalishi katika umri wangu ijapokuwa nazeeka. Can you lift up your eyes away from men who are writing you off? Je, unaweza inua macho yako kwa wale watu
mbali na wale watu ambao wanakuweka mbali. Bible says lift up your eyes and focus unto Jesus. Biblia inasema kwamba inua macho yako na uweke tegemeo lako kwa Yesu For Kristo. he is the author and the finisher of our faith. Kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani David yetu. says in Psalms 113, Ya kwamba katika Zaburi 113 verses number 7, na aya ndogo 7, this God that I've walked with, huyu Mungu ambaye nimetembea naye, there are things I have seen him doing. kuna vitu ambavyo nimeona akitenda. And David says one of the things, Na kitu moja anasema mojawapo, God raises men from the dungeon. ya kwamba Mungu anainua watu kutoka katika He mavumbini. raises the needy from the pit. Anainua wale ambao wanahitaji katika mavumbini. Look at where these men are. Hebu angalia wao jamaa wako wapi sasa. They fell down to the soil. Waliweza kuanguka kifudifudi kwa mchanga. And things got much worse than that. Na vitu viliweza kuwa mbaya zaidi ya vile They vilivyo. sank deep in the dungeon. Wakaweza kuingia ndani katika shimo. This is a man who has lost job. Huyu ni mtu ambaye amepoteza kazi. And not only losing the job, Na hata si kupoteza kazi tu peke yake. he's also deep into debt. Hata ako katika madeni kila wakati. Deep into the dungeon. Ako katika shimo ya madeni. Deep into the dungeon. Ako katika shimo kubwa sana. Perhaps he's a young woman Hata ijapokuwa ni mwanamke mdogo, who has spent a lot of money ametumia fedha nyingi sana. seeking for medication in hospitals. Anatafuta usaidizi wa maradhi. Unable to find, he has spent a lot. Hawezi pata usaidizi, ametumia fedha nyingi. And is now in debt, cannot look anywhere. Sasa amejitoza katika hali za madeni, hawezi kujitafuta. Oh, this afternoon, Adhuhuri wa sasa, we have a God of revival. tuko na Mungu wa uvuvio. Even though you are dead, Hata ijapokuwa wewe ni mfu, you can live again. bado unaweza ishi tena. Even though you are dead, Hata ijapokuwa wewe ni mfu, there can be life again. unaweza kuwa na uzima tena. You can walk again. Unaweza tembea tena. You can walk again. Unaweza tembea tena. God tells Sarah, Mungu anamwambia Sara next year, ya kwamba mwaka ujao, Sarah, not now. ya kwamba Sara sio I know sasa. now you are dead. Najua sasa umekufa. You are written off. Wewe umekatazwa. That is okay. Lakini ni sawa pia. It is impossible. Hiyo haiwezekani. That is okay. Hiyo ni sawa. But I am unlimited. Lakini Mungu asiye na kikomo. God is telling Sarah, Mungu anamweleza Sara, I am unlimited. mimi sina kikomo. Next year, Mwaka ujao, a time like this, wakati kama sasa, when we come back, tunaporudi tena, behold Sarah, tazama Sara, you will be babysitting. utakuwa na mtoto, You will be walking. utakuwa unatembea. Even though you are old, Hata ijapokuwa uko na umri mdogo you will mkubwa, be struggling to move. utakuwa unang'ang'ana kutembea. But on your arms, Lakini mkononi mwako you are carrying your blessing. umebeba baraka yako. Regardless of your age, Hata ijapokuwa umri wako wa uzee, regardless of how you are. hata ijapokuwa unafanana vipi, Oh, next year, mwaka ujao, a time like this, wakati kama huu, a time like this, wakati kama huu, I am the Alpha, mimi ndiyo Alfa, I am the Omega, mimi ndiyo Omega, I am the Creator. mimi ndiyo mwanzilishi. There is nothing, Hakuna chochote, there is nothing, hakuna chochote, absolutely nothing chochote pasipo that is impossible ambapo hakiwezekani before me. mbele zangu. And when the year came, Mwaka unapokuja, when the year came, mwaka ulipofika, Bible records, Biblia imenakili God fulfills what he promised. ya kwamba Mungu alitekeleza kile ambacho aliweka ahadi. What a faithful God we serve. Huyu ni Mungu wa ajabu, wa aina gani mwaminifu. What a faithful God we serve. Huyu ni Mungu mwaminifu sana. Sarah is carrying Isaac. Sara amebeba Isaka. They are seated with Abraham. Wamekaa pamoja na Ibrahimu. I wish I saw that baby shower. Je, ningependa ningeona hiyo baby shower. I wish I saw that dedication of that young man. Ningeweza kutamani niweze kuona jinsi huyo mtoto alikuwa anawekezwa. Sarah is lined up in church with other women. Sasa Sara amejiunganisha na wanawake wengine katika kanisa. Far from the corner is a lady in his Ya 20s. kwamba katika kona ile kuna mwanamke ambaye ako katika umri wake wa 20. A young girl God has blessed with a bouncing baby boy. Huyu ni mwanamke Mungu amemtunuku mchanga. Next one is a woman in her 30s. Sasa huyu ni mwanamke mwingine ambapo ni umri wa 30. God has blessed her with a bouncing baby girl. Mungu amembariki na msichana mdogo. Next to Sarah is another local member. Sasa baada ya Sara kunaye mwanamke wa God has kawaida. also blessed with a bouncing baby boy. Amembariki pia na kijana mdogo. Everyone is turning to Sarah. Kila mtu anamgeukia Sara. What is happening to this old woman? Ya kwamba kingine ambacho kimetendeka kwa huyu mwanamke mzee. These people are so young. Ya kwamba hao wote ni vijana. How is it possible? Je, inawezekanaje? Sarah is lifting her voice. Sasa Sara anainua mdomo wake. And telling them, hey man, Anamwambia Hail Mary. this is not by power, Ya kwamba hii sio nguvu yangu. not by my strength. Hata katika sio nguvu yangu. This is by the power of the Lord. Lakini kupitia nguvu ya Mwenyezi Mungu. There are things I could not do. Kuna vitu ambavyo singeweza tekeleza. There are levels I could not access. Kuna zile msingi ambazo singeweza fika. There are stages in life Kuna zile ukiwango katika maisha I could not have unlocked. singeweza kuzifungua. Why it's not for God? Lakini kama sio Mungu, Come on, this afternoon, lakini katika adhuhuri wa sasa I feel the confidence. ninahisi ujasiri. God is birthing revivals. Mungu anainua ama anafufia tena.
Bwana in the hearts of men. katika mioyo ya wanadamu, Levels that you thought of, ya kwamba zile viwango ambazo umefikiria God is ushering you into. Mungu anakujaza ndani tena. Come on, praise the Lord. Sema Bwana asifiwe. I feel God. Ninamhisi huyu Mungu, He who has sustained me yeye ambaye ameniwekeza until this far. mpaka wakati kama huu. God, I know Baba, bado najua, we are still going. bado tunaendelea, We are a work in progress. bado tunaelekea katika ile kazi. Paul says, Paulo ananakili, we know that he who began the good work, tunajua kwamba ulianzisha kazi nzuri. he who began the good work, Yeye ambaye alianzisha kazi nzuri, next year time like ya this, kwamba mwaka ujao kama huu he will bring it to pass. ataiweka katika matamanio. This afternoon, Adhuhuri wa sasa God is intervening. Mungu anatuongelelea. Even though you are practically dead, Hata ijapokuwa umekufa, I am giving you a new song. ninakupatia wimbo mpya. Say it because he lives. Sema kwa sababu anaishi, I shall live tomorrow. nitaweza kuishi kesho, Because I know kwa sababu nafahamu he holds my future. ameshikilia tamati yangu. I am not dead. Mimi sijakufa. This is just a circumstance. Hii ni hali tu, It is only a circumstance. hii ni hali tu ya kawaida, Oh, because he lives. kwa sababu pia anaishi. Hallelujah. Haleluya! Because he lives, Kwa sababu anaishi, I shall live also. mimi pia nitaweza kuishi. I shall live also. Nitaweza kuishi, I shall live also. nitaweza kuishi. Who is this that is saying this afternoon? Ni nani ambaye anasema adhuri wa sasa? I feel God, you are talking to me. Nahisi ya kwamba Mungu anaongea nami. I know you are super unlimited. Najua kwamba hauna kikomo, Friends have limits, Pastor Wycliffe said. ya kwamba wanadamu wako na vikomo. They can come to your rescue, Wanaweza kuja mahali ambapo unasaidika, but there are things they cannot solve. lakini kuna mambo ambayo hawezi suluhisha. All the impossibles Kwa zile ambazo haziwezekani, are reserved to ya God. kwamba ni zimewekezwa kwa Mungu, Are reserved to God. zimewekezwa kwa Mungu. Can you raise your voice to him this afternoon? Wacha uinue mkono wako. Tell him, Father, I know that I am revived again. Sema, Bwana, nimeinuliwa tena. Even though in the literal context, Hata ijapokuwa katika hali ya kawaida things might seem to have been dead. vitu vinaweza kuwa vimeenda mrama. God, I am practically seen as a dead man. Baba, naonekana kama mtu ambaye amekufa, But I know you are unlimited. lakini najua hauna kikomo. Can we find somebody who is trusting God Je, tunaweza pata mtu ambaye anamtumikia Mungu, and is telling him, God, I know, anamwambia Bwana na kwamba anajifua, regardless of how time is moving, hata ijapokuwa muda unasonga kiasi gani, God, I know you are faithful. ninajua kama wewe ni mwaminifu, My friends have met the levels. ya kwamba marafiki zangu wameweka katika kiwango, I am still here trusting for you. mimi bado nakutumaini. But God, one thing I know, Lakini Bwana, najua kitu kimoja, I know you are faithful. najua wewe ni mwaminifu. Hey, can I hear you praying? Je, naweza kusikiza ukiomba? Can I hear you praying? Je, naweza kusikiza ukiomba? Tell him, Father, Mwambie Baba, I will not look at the time. sitaangalia muda, I will not look at the clock. sitaangalia muda, I will fix my eyes on you. nitawekeza macho yangu kwako, Because you are life to the dead. kwa sababu wewe ni uzima kwa waliokufa. God, you are life to the dead. Wewe ni uzima kwa waliokufa. You are strength to the weak. Wewe ni uzima kwa walio dhaifu. You are power to the powerless. Wewe ni nguvu kwa wasio na nguvu. You are ability Wewe ni uwezo to the unable. kwa wale sioweza. You are the life Wewe ni uzima to the sick. kwa wale ambao ni wagonjwa. You are the giver Wewe ni mpeanaji of all blessings kwa baraka zote, that are in glory. kwa sababu ziko katika utukufu. Lord, I know Baba, najua I am not dead. mimi sijakufa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu, In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Come on, can you silence? Wewe wacha uweze kunyamazisha. Silence that voice. Unyamazisha hizo sauti. Tell that voice. Ambia hiyo sauti, Hear me, Satan. isikize sasa shetani. I am alive. Mimi niko hai. I am alive. Mimi niko hai. I am not dead. Sijakufa. I am just weak, Bado niko na udhaifu tu. but I am not dead. Lakini sijakufa. Because he lives, Kwa sababu anaishi, I will live also. nitaishi pia. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We are rising. Tunainuka. We are rising Tunainuka against every forces kinyume kila nguvu that subjects men ambapo inaweka wanadamu into worry and crying. katika mambo ya kiasi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We are living. Tunaishi In the name of Jesus. katika jina la Yesu. We are not dead. Hatujakufa. I am not dead. Sijakufa. Lord, I know Baba, najua I am alive. mimi niko na uzima. Time has gone. Wakati umeenda. Days have gone. Wakati umeenda. But Lord, I know Lakini Bwana, nafahamu I am alive. niko na uzima. I am alive. Niko na uzima. I am alive. Niko na uzima. I am alive. You are life to the dead. You are life to the dead.
utaweza kuishi. God, I don't know how you're going to do it, Sijui jinsi ambavyo utaweza kuifanya, but one thing I have confidence in, lakini kitu ambacho ninayo ujasiri kwake, I am going to live again. nitaweza kuishi tena. Can you come in front? Je, unaweza kuja hapa mbele? We make a prayer for you. Tunaweza fanya maombi pamoja You are nawe. saying, Lord, I know Je, unasema Bwana unafahamu hili? things have been so tough, Vitu vimekuwa vinaenda mrama, but I trust in you. lakini naweka tumaini langu kwako. You are going to do it again. Utaweza kuitenda tena. Bible records, Biblia imenakili tena, out of a dead man kutokana kwa ule mfu were born so many kings, aliweza kuzaa wafalme wengi like the sand of the seashore. kama mchanga katika ufuoni. God gave birth to Ya nations kwamba Mungu aliweza kuzaa mataifa out of a dead man. kwa mtu ambaye alikuwa mfu. What an unlimited God we have. Je, ni Mungu gani ambaye asina kikomo tuliyeko God nayo? is so unlimited. Mungu hana kikomo. Out of a dead man Kutokana na huyu mfu came birth to nations. aliweza kuzaa mataifa. Sarah is walking in the villages, Sara anatembea katika mijiji, carrying a young man, Isaac. anabeba Isaka mkononi mwake. Everybody is asking Sarah, Kila mtu anamuuliza Sara, Sarah, what has happened to you? Sara, nini imetendeka kwako? Sarah is singing one song. Sara anaimba nyimbo moja. It is because of Ni revival. kwa sababu ya uvuvio. God has revived me again. Mungu amenivuvia tena. The God has won my battles. Mungu ameshinda vita vyangu. In my old age, Katika umri wangu wa uzee, God has proved faithful. Mungu amekuwa mwaminifu. I sought this for so long. Nimekuwa nimekitafuta hili sana. I even gave Abraham my Agar. Niliweza kumwambia Abraham, I had given up. niliweza kukata tamaa, But God is faithful. lakini Mungu ni mwaminifu. For this afternoon, Adhuhuri wa sasa, who is saying, nani anasema friends, help me in prayers. adhuhuri ama marafiki nisaidieni kwa maombi? Things are not okay. Vitu vinaenda mrama. Can you come in front? Je, njoo hapa mbele. Can you come in front? Njoo hapa mbele. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. I hear revival. Ninasikiliza uvuvio. I hear the voice of revival. Ninasikiliza sauti ya uvuvio. I feel his revival. Ninahisi uvuvio wake. God is reviving someone. Mungu anauvuvia tena mtu. I feel his revival. Ninahisi uvuvio wake. Sarah is smiling again. Sara anatabasamu tena. However old you seem to be, Hata ijapokuwa Mungu uko wapi? hear me, Sarah, where you are. Hebu nisikilize Sara popote ulipo. God is reviving you again. Mungu anakuvuvia tena. However wrecked you are, Hata ijapokuwa wewe ni mbovu. hear the revival. Hebu sikiliza uvuvio. God is reviving you. Mungu anakuvuvia tena. Who is this that is saying, Je, huyu ni nani ambaye anasema I need God of revival? ninahitaji Mungu wa uvuvio? Can you come in front? Njoo hapa mbele. We make a prayer for you. Tuweke maombi pamoja nawe. We make a prayer for you. Tuweke maombi pamoja nawe. I feel this afternoon Ninahisi adhuhuri wa sasa you are going to testify. ya kwamba utatoa ushuhuda. Oh, next year, Mwaka ujao a time like this, wakati kama huu, God, I know Baba najua I am going to testify. nitaweza kutoa ushuhuda. I am not moved Sitaweza kusogeshwa by how long it is, kwa jinsi ambavyo utachukua muda, but Lord, I know lakini Bwana najua I am going to testify. nitaweza kutoa ushuhuda. I am going to testify. Nitaweza kutoa ushuhuda. I am going to testify. Nitaweza kutoa ushuhuda. Men of God, Kwa watumishi wa Mungu, can you lay our hands to these dear ones? wataweke mikono kwa hao wanyama. Can you lay our hands to these dear ones? Can you make a prayer to these dear ones? Make a prayer to these dear ones. In the name of Jesus, you're going to live again. From this mountain, a sun shall rise. From this place, a sun shall rise. From this place, a sun shall rise. Till we see the victory
word says the Lord, there is nothing that, Lord, you cannot do, Father. You are an unlimited God. Father, Lord, you are not limited, Lord. That, Lord, there is nothing that, Lord, you cannot do. You tell Sarah that what is it that, Lord, is too difficult for you to do? Is it our troubles, Heavenly Father? Is it our anxiety, Father? Are they diseases, Heavenly Father? Lord, King and Glory, what is it that, Lord, what situation, Father, can you not change? Thank you, Lord, for speaking mightily, Lord, unto us this afternoon. The assurance that, Lord, we have that, Lord, your name is a strong tower. The righteous, Lord, they run to your name, O God, and they are safe. Your word says in the book of Romans chapter 4 in verses 18 that, Lord, against all hope, Abraham in hope believed that, Lord, he was going to become the father of many nations. That, Lord, without weakening in faith, everlasting Father, instead his faith grew, O Lord. For, Lord, he did not consider his body that was weak, neither did he not consider, Lord, the womb of Sarah. But, Lord, he was fully persuaded that, Lord, you are going to do that which you had promised. For, Lord, you are unlimited, Father. You are unlimited, God. You are unlimited, Heavenly Father. Help us, Lord, to go beyond our limits. The limits that, Lord, the society has set for us. The limits that the enemy has set for us. The limits that the systems, Lord, have set for us, oh God. That person who is here and has reached the Red Sea moment, you're wondering, Lord, the enemy is in pursuit of them. Tell your servant Moses to remind the children of Israel to stand still and see the salvation of the Lord. Oh Lord, the Egyptians we see today, Father, we will see them no more. The Egyptians we see today, Lord, we will see them no more. The anxiety, the problems, the pain, Lord, we will see them no more.